Na bila kuchelewesha muda tuliendelea na ibada. Wiki hii ilikuwa ni wiki ya mchungaji Robert Maneti. Kwa hiyo tulikuwa na somo Jumatatu kwa ajili ya vita. Tulijifunza mambo mengi, lakini niliwafundisha watu habari ya kutumika au kutegua nguvu za giza katika ulimwengu wa roho mbaya. Kwa hiyo nilikuwa nikifundisha somo hilo ambalo ni gumu sana. Wakati mwingine tulikuwa tunatumia bila mic tusikie wenyewe peke yetu, kwa sababu inatuhusu sisi. Nilikuwa somo gumu, ndani yake ina faida kubwa kwa wanaosikiliza na kuendelea kufanya kazi. Lakini nilisema kuna mbinu 500 ambazo kila mtu ajue. Kama anaipo kwa anayetegemea mtego hiyo naye asikie. Kwamba nilisema mambo nilizungumza habari ya watu wanne. Watu wanne hawa ni hawa watu, lakini kila mtu ana kazi yake. Lakini Biblia inaeleza wote ni wachawi. Alizungumzia mganga ukoje, makundi manne. Kundi la kwanza mshirikina, mwanga, mganga na mchawi. Hivi vitu ni kila mtu ana kazi yake, na hiyo kazi nilichambua mbele ya watu hawa waliohudhuria kwenye semina hiyo. Lakini fundisho langu kuu kwako ambalo nileta kwa watu, hapo ulipo maisha yako ulio nayo, kuna mbinu 500 zinazokutafuta kufa wakati umelala. Narudia. Kuna mbinu 500 za kumfanya mtu afe wakati amelala. Mbinu 500 zinatafuta mtu wakati amelala. Sio yuko hai unatembea, umelala hapo hapo na koroma pale. Alafu mbinu 500 zinakusaka ufe. Hapo usize kwa nini mpaka leo uko hai? Sio kwa ajili ya mailizi ulizorudikia, sio kwa ajili ya uchawi uliorudikia na uganga, isipokuwa ni nguvu ya tofauti sana iliyokufunika na kuficha maeneo haya. Kwa hiyo tunapojifunza leo hii kwa habari ya kuvunja kubweka kwa ajili ya kumtolea Mungu, kwa ajili ya kutoa mali zetu kwa Bwana, tutoe kwa moyo wa kushukuru, kwa sababu tunalindwa na ulinzi usio wa kawaida. Wala sio pembe, wala sio chini, wala sio uganga, wala sio mashetani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumzie habari ya somo ambalo naendelea nalo leo. Lakini somo hili ni somo la mahubiri. Mahubiri wala na mchanganyiko. Kwa hiyo ni mseto. Kwa hiyo kula hivi ni mseto. Sasa mseto unakwaje? Somo linasema hivi. Sadaka inayotolewa. Sadaka iliyovunjwa. Yaani nazungumzia habari ya kuleta. Lakini somo hili linasema kwamba sadaka inayovunjwa weka na mtu asiyestahili mbele ya macho ya watu. Watu hao watu gani? Watu wanaostahilisha watu wasiyestahili. Narudia. Sadaka inayotolewa, ambayo sadaka inatolewa kwenye kibweta, inavunjiwa kibweta.
mzima mzima, na sio tunakuwa nimependa, nimechomolewa huko. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Nasikia raha kuongea na watu. Ngoja nikwambie, huyu mwanamke asiyestahili, nani anazungumzia habari ya asiyestahili? Asiyestahili tunamuona katika Luka sura ile ya 7 mstari wa 39. Na kama Luka 7:39 tunamuona mtu huyu ambaye asiyestahili. Mtu huyu Luka 7:39 tunamuona mtu mmoja anayejitambulisha kwamba anamtambua mwenzake anastahili katika maeneo haya. Tukisoma Biblia katika maeneo haya tunamuona Simeoni mkoma amekaa, halafu anaanza kutathmini mwanamke aliyeingia. Ameingia mwanamke hapo, anaangalia hivi, akamwona Yesu. Hakuona mtu mwingine katika chumba kile, akamwona Yesu Kristo. Alipomwona akaenda pale, machozi yanatoka huko, anavuta kibeta chake, halafu kibeta chake anamimina chote. Watu wenye roho mbaya wakainuka ghafla. Na wa kwanza anayemwona mwenzake astahili akainuka, yule yule wa nyuma yule akasema, Mungu mpotevu wa ajabu sana. Hii maadamu ingeuzwa, hii ingekuwa faida kubwa kutoa kwa ajili ya masikini. Yaani kinyume cha hicho, maana yake ni kwamba yeye akili anayosema, nilipotafiti kwa undani, alikuwa na uwezo aseme kwamba amekuwa Yesu Kristo anamiminwa, heri tungemkata Yesu Kristo amiminwe, tumiminie kwenye kibeta, kwa sababu yeye ndio hana thamani, kuliko tuchukue hiki kibeta tukivunjie chini ya heshima kubwa na kimebeba fedha nyingi. Yaani kinaonekana mshahara wa mtu mmoja kwa mwaka mzima anayelipwa, hapa kwenye huyu ndio tumiminie. Huu ni uhalifu. Ambie mwenzako ametenda alivyoweza. Kama ametenda alivyoweza, je, wewe unasubiri nini kutenda kama unavyoweza wewe? Pale sasa ungekuwa na mtu amgemuuliza maswali Simeoni na wenzake. Yesu Kristo anaonyesha jambo la ajabu sana, kwamba kumbe kuna kutenda kama mtu anavyoweza. Uweza amefanya hivyo hivyo. Sema maneno haya kwamba nazungumzia habari sadaka inayovunjiwa kibeta. Sadaka inayovunjiwa kibeta, nimesema nani? Yesu. Tumethibitisha kwamba Yesu kama yeye ni sadaka kuvunjiwa kibeta. Kama ni sadaka, maana imethibitika wapi? Tumesema bali ya Yohana 3:16. Maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima milele. Lakini Waebrania anathibitisha 9:14, anasema Kristo alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka takatifu itakasayo, inayotakasa watu, ili watu hawa wapate kumwabudu Mungu. Halafu kumbuka, mwanamke yule alikuja na kibeta, na hiki kibeta unapokiona ameshika hivi kibeta, sio kimetoka mikononi, kibeta kimetoka moyoni. Maana yake kimetolewa kuanzia moyoni. Asingetoka kuanzia moyoni, tusingekiona pale kimeshika, na tusingekinena. Kimetoka mbali. Ukija kuona mtu anakuja kutoa mchango wake milioni 5, milioni 6, milioni 10, ametoka kutoa mbali. Inawezekana alikuwa na msukumo wa mwezi mmoja, wanakompana na mwili na roho, wanakompana mpaka analeta hapa. Kuna kazi kubwa inafanyika. Kwa nini unahuzunika kwa ajili ya hiyo roho? Ujasiri unautoa wapi wewe? Unapoona mtu ametoa halafu unaanza kunung'unika, hiyo roho imetoka wapi? Wewe umetokana na nini? Na unafanya nini kanisani?
yaani hao jamaa anaweza kushawishi wao wanasema kuna mwingine hapa ni kweli baba kuna mtari wa kiroho ananiambia kwamba anaandaa mkono wewe ndio baba yetu unajua wewe ndio baba yetu watoto wako lakini kwa hiyo hatukubali tunafanya hatuna akili wewe tuna miji yetu vitu vyetu na mipango yetu leo tunafanyia mambo haya yaani sisi hatukubali kwa hiyo hatukubali na sisi tunaweza kuoa toka hapa hapo anasema mtukaji ngoja nitoke kidogo anaenda pale anaambia anakuta watoto tuendelee kikao kuna mwingine yaani anaweza kushawishi kuna mwingine ananuka ni kweli sisi tunatoa mashamba sio tunaweza kuwa hapa tunakwajia kanisa lako tunakwajia kanisa lako kuna mwingine haleluya anasema kuna mwingine wanaongea kishamaliza anajua wameshateua anasema basi naomba tutiane nguvu katika kusema tulie ni kwa shangazi tunamshauri katekesi tunamshauri mchungaji pesa wao kikao ni gani nini tuliingia wote na haya anayesema hayo ndio sisi tuliamini tukikaa kwa wote kwa nini mnamshauri mchungaji kwa nini mnamshauri katekesi yes yaani ninyi mmefanya jambo baya tena jambo hili tu nakwambia katika kwa mkali sio mchezo yes bwana anasimama alafu kuna kaki kwa nini ilikuwa hivi hapana sio basi naomba kusamehe achaguliwa hajachaguliwa sikia mtu anajua kwamba yule yuko hivi yule yuko vile hata kusema msamehe lakini najua hiyo ndio yeye mimi ni mtu jamani sio malaika ni mzee na baba yangu na baba yangu useme niseme hapo ndio baya zaidi hiyo ni tuko watu hawa nasema wangekuwa watu wa Biblia wangeandika matukio yao ilikuwa kwa zaidi mtu huyu anapokaa hapa ametoka nyumbani anaitwa afanye huduma maombi na huku kuna ibada inaanza hajaye kuchelewa kuombea mtoto shangazi yako alikuwa ametoa maji amekauka hasa kuingia kwenye maombi fanya maombi kuja kufunguka amepona anakuja huku kwenye ibada watu wamechukia Mungu yaani huyu unaona kitu hayo hajielewi angalia hata sana inama hajui yaani mtu katika watu wasije huyo anaongoza hapa hapa unaona ni mtu ana kitu hata ninaona huyu alifanya basi tunaelekea barua tunaenda kwa askofu au kwa mchungaji atukate katekesi afanye kumbe alikuwa anaomba mtoto wa shangazi yake alikuwa hali mbaya akapona alafu sasa niseme jamani upeleke mtu ana malaria anadai kwa vidonda vya tumbo umemletea mtu huyu mgonjwa wa msukule anataka kuchukuliwa akaliwe nyama au akatunzwe maficho alafu mchungaji ndio anaombea anapona akishapona vita kwa bahari kwa chikoga kwa mama vita ndio kwa mkeni unakuja kushangaa vita hiyo inapiga mtoto unapiga mama watoto hali mbaya kumbe kuna vita imetokana na mtoto wako iliyofanyia mambo siku ile alafu kama mwenyekiti wa kikao cha kukaa kufukuza hiyo na kama
mateso mengi, njaa, mkalima chakula. Ni wapi Bwana tulikuona wewe? Anasema wadogo wa hao mliowatendea mlimtendea mimi. Shida moja, kama na mtoto wenzako baba alikufa, mama yake alikufa na mtesa, unamtendea mimi. Utakikuta kama bwana unapita, wewe mtoto mwangalie nyumbani kwako, bwana anakuwa mkubwa, bwana unapigana naye. Mtuze vizuri, atakuwa baadaye atakutunza na wewe. Lakini ukijiwekea mtego, utapambana na Mungu leo. Kwa kushoto nako kutokeni yule na leo. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na njaa, ni yangu. Nini Bwana anasema? Wadogo hao uliowatendea, ulimtendea mimi.